Yaani unaona mtu yule pale? Unaona yule pale amesimama pale barabarani pale. Ngoja niwape story kidogo. Okay. Yule pale anauza mahindi. Sasa ndugu zangu, kwanza kabisa habari zenu? Bila shaka mko salama. Nami namshukuru Mungu kwa afya njema na uzima na pumzi ya bure kabisa. Namshukuru Mungu kwa uzima na kwa yote. Sasa nataka ni share kitu kidogo kuhusu yule jamaa ambaye amekaa pale barabarani. Na kwa nini namwepa? Njia yangu inatakiwa nipite pale, uwaga napita kule. Nitawaonyesheni nilikotokezea. Nimepita huku nyuma. Nimepita huku nyuma huku. Yule pale. Si kama mnaweza kuona pale. Kuna story fulani imenifurahisha. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Sasa story iko hivi, yule jamaa yule ana kitu cha kunifundisha mimi na na share pia kwenu, mnaweza mkajifunza kitu kama nilivyojifunza mimi. Okay? Wiki zilizopita kama 2 nilikuwa napita pale. Kwa hiyo nilikuwa natakiwa nitokezee pale, alafu niingie huko. Lakini sio mbaya. Lakini yeye amenisababisha mimi nibadilishe njia. Sio kwa nia mbaya. Nikawa napita, siku ya kwanza nimepita kwa pembeni akawa ananiita. Nikawa najua labda ananiitia maji ya kunywa kwa sababu jua kali sometimes unakutana na watu wanaweza kukuitia labda maji. Nikamwambia tu bye, nikawa nampungia tu mkono, nikamwambia asante, na mnyoshia mkono asante. Nilikuwa sielewi nini ananiitia. Alikuwa ananiita kabisa. Alafu nilikuwa sina muda. Sasa siku nyingine nikawa nimepita pale, nashangaa mtu amefunga mahindi kwenye mfuko akawa ananipa. Mimi napita, nilikuwa sina habari ya kununua. Namsalimia tu napita zangu, nasema no, chukua. Nikamwambia shilingi ngapi? Sasa mimi namlazimisha shilingi ngapi? Anasema hapana, chukua. Naomba shilingi ngapi? Sikuwa na mpango wa kununua yani. Anasema hapana, chukua. Namuuliza kabisa ili nitoe pesa. Hata kama nilikuwa sina mpango wa kununua, lakini nilikuwa nataka nitoe pesa ninunue. Akasema hapana, mimi natoa kwa ajili ya sadaka tu. Mwenyewe nilijisikia vibaya. Na kwa nini nilijisikia vibaya? Kwa sababu unajua amesimama pale kwenye jua. Jua ni kali. Na najilinganisha kwamba mimi na yeye ni kitu kimoja, yani kwamba wote tunapitia changamoto za maisha. Jua kama lile mtu amekaa pale anauza, alafu mtu upokee kitu bure, nafikiri utajisikiaje? Alafu nikaja kugundua kwamba sio kwamba eti unaweza kumonea imani mtu ambaye mnalingana rangi. Haijalishi, yani kama ukiwa unapitia changamoto, unamwona mtu anapitia changamoto hata kama hamfanani, hata kama sio taifa moja, utajisikia tu vibaya. Unaona, nijisikia vibaya sana, kile alinilazimisha sana. Sasa nilichokuwa nimejifunza ni kwamba yule mtu sio kwamba ana kitu kikubwa sana, sio kwamba ana vitu vingi sana. Amenifundisha kwamba kutoa kitu sio lazima uwe na kitu kikubwa, sio lazima uwe tajiri kutoa kitu. Hicho kitu ndo amenifundisha yule jamaa. Kimeongeza kitu fulani ndani yangu. Kwa hiyo ndugu zangu, sijione kwamba eti sina kitu cha kutoa. Hapana. Unacho cha kutoa. Mungu ametupa sisi sote kitu cha kutoa, hata kama tunajiona maskini. Na Mungu anaangalia moyo. Hata kama kuna mtu anasema yani natamani ningetoa kikubwa, ile tu tamaa ya kusema kwamba natamani ningetoa kikubwa, Mungu akiona ule moyo, basi moyo tu ule. Kwa hiyo tunajifunza kwamba pia hatutakiwi kutoa huku tunaumia. Usitoe kitu kama unaumia. Kwanza Mungu afurahi mtu anayetoa kitu akiwa anaumia. Toa kitu
ukiwa unataka kusaidia, ukiwa na moyo wa kupenda. Tumejifunza hivyo sana. Hata kwenye Biblia tunavyosoma, mimi namshukuru Mungu sasa hizi nimejifunza kwamba unapotoa kitu usitoe ukiwa una maumivu kwamba kwa sababu mchungaji amesema au kwa sababu sijui yani baba wako wa kiroho amesema. La, kwa sababu wewe ndani unaumia, una mzigo kwamba unataka kusaidia. Hata kama na kidogo hiki kinataka kusaidia, moyo wako unakufurukuta. Ile ndo inapendeza. Sio mtu unatoa kitu hadi unajuta. Unajuta kwa nini ulitoa. Kwa hiyo baba amenifundisha hicho kitu. Kanifundisha hicho kitu. Kwa sababu alichokifanya, unajua Mungu, nilimwambia tu Mungu mkumbuke huyu baba kwenye dua yake anayoomba. Na ikiwezekana mkumbuke hata atokee mtu amuulize una ndoto gani afu amfanyie muujiza. Yaani ombi langu kwa Mungu hilo. Na kwa wote wenye mioyo kama hiyo. Sasa nimekumbuka kitu, ngoja niongezee. Nakumbuka mwalimu alitufundisha kitu hivi, akasema hivi. Yaani nilivyokuwa nimesema kwamba watu wote tumeumbwa kutoa kitu. Hata kama tunajiona maskini, nataka niongezee kwa msisitizo zaidi. Na hii italeta maana kwako. Mimi kwangu ilileta maana. Mwalimu alisema hivi, Mungu ametuumba sisi wote, binadamu wote, kuna kuingiza na kutoa. Yaani kwa mfano ukila chakula lazima utaenda kutoa. Kwa hiyo haiwezekani mtu ukao unapokea tu usipotoa, manake kwa mfano unakula tu alafu usipokuwa na kutoa unaweza ukafa pia. Kwa hiyo kiroho pia alikuwa anasisitiza mwalimu, alikuwa anasema kama ilivyo tunavokula na kwenda kutoa uchafu, na Mungu ametuumba hivyo hivyo kwenye kazi za mikono ambazo amezibariki, tukiwa nacho lazima tutoe, kwa sababu Mungu ameumba pia watu kwa aina mbili, maskini na matajiri. Kwa hiyo kuna wale wahitaji. Kwa hiyo Mungu akitubariki kitu fulani, kuna yule wa saizi yetu tunaweza tukamsaidia. Yaani unajua Mungu Bwana ni fundi. Ametuumba, yani kila binadamu ana mwenzie wanafuu. Yaani kwa mfano mimi najiona maskini, lakini yuko mwingine ambaye anaona mimi ni tajiri. Kwa hiyo yule ambaye anaona kabisa, mimi namuona kabisa hivi kwamba huyu hana uwezo wowote, huyu hana uwezo wowote, na unaona kabisa uko kwenye uwezo wa kumsaidia. Ndivyo Mungu ametuumba hizo, tuseme inlet na outlet. So this was really clicked in my mind. Yaani kitu imeniganda kichwani kabisa. Kwa hiyo nimeamua kuiongezea ili upate maana sahihi. Usije ukajiona kwamba sina cha kutoa. Mbona unakula na unaenda chooni? Kwa hiyo na Mungu ametuumbia hivyo. Yaani yuko muhitaji ambaye kweli umemzidi. Kwa hiyo jamani, chukueni hii kitu. Tuchote baraka, mimi niko mtahani. Ni hayo tu. Asante. Nitaishia hapa. Asante kwa kuangalia mpaka mwisho. Bye guys.